Yaani kama leo hii Hashimu hapa, rais wa basketball, kagombea mwenyewe, kachukua fomu mwenyewe, watu wamemwamini, wamemwangalia urefu wake, wakasema barabara, wakaangalia rekodi yake, huyu alienda kuchezea mpaka Marekani. Alafu na yeye akae pale, hivi ni temu anakaa namna gani? Miaka 4. Mzee mimi hutafika. Yaani kama hapa hapaeleweki. Mimi fitness naziweza bwana. Kutengeneza junjale ya kuwatafuta wale wajumbe wale kupigia kula. Ukishakuwa CCM huko mambo mengi ni rahisi. Yeye unasema mna uchaguzi wa CCM. Tarehe 15 Februari 1982 ndio siku uso wa dunia uliona sura yake. Siku ambayo familia ya mzee Makonda walijivunia kupata mtoto wa kiume. Ndio, kidume ambacho leo hii kinasumbua katika ulimwengu wa siasa. Sio mwingine, bali ni Paul Christian Makonda. Mtaalam kabisa, hasa zinapokuja mbanga za uongozi. Msimamo na uwezo wa kusoma ramani ya siasa alionao Makonda, ameendelea kujijengea kama kiongozi mwenye mbawa za juu, asiyeogopa mawimbi wala kelele, na uwepo wake katika ulingo wa uongozi hauwezi kupuuzwa. Historia yake ni ndefu, lakini kwa leo naomba unipe sikio kidogo. Nianze mwaka 2015 ambapo jina lake lilianza kuchomoza katika ramani za siasa za Tanzania pale alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Mwaka mmoja baadaye, nyota ya Makonda ikaanza kung'aa zaidi pale alipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuongoza Dar es Salaam si sawa na kuongoza mikoa mingine. Dar es Salaam ni mkoa wenye mambo mengi, mkoa wenye kila aina ya watu. Dar si mkoa tu, bali twaweza kusema ni sawa na njia panda ya kwenda Ulaya. Mzee aliongoza na akakitendea haki kiti hicho kwa kuwanyoosha waliokuwa wanatakiwa kukaa mguu sawa ili kuendana na kasi ya jiji. Yapo mengi ambayo baba huyu aliwafanyia wana Dar es Salaam. Makonda alianzisha kampeni kali za usafi wa mazingira, ikiwemo ushiriki wa viongozi na wananchi kila Jumamosi, hatua iliyobadilisha taswira ya usafi katika maeneo mengi ya jiji. Kampeni iliyojulikana kama Operation ya usafi wa jiji, safisha pendeza jiji, uliibua mjadala mkubwa. Wapo walioupongeza kwa uthubutu na kasi ya maamuzi, na wengine waliukosoa. Sambamba na hayo ndio mambo ya dunia. Huwezi kupendwa na kila mtu. Ndio maana hata darasani tunafundishwa na mwalimu mmoja, lakini hatufaulu wote. Tukifaulu wote, nani atauza juisi ya miwa? Baada ya kumalizana na mkoa wa Dar es Salaam, ndio kikapita kimya cha muda mrefu. Sauti na matendo ya Makonda yakatoweka kama nyota ya mamajusi. Watu wakasahau jina lake, stori zake zikayeyuka, na klipu zake kwenye TV hatukuziona tena. Jina la Makonda likazima mithili ya kibatari cha mvuvi kilichosombwa na upepo mkali usiku wa manane. Hapo ni kuelekea miaka 2020 kuja 2025. Baada ya kimya kirefu kupita, hatimaye Oktoba 22, 2023, kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ikamnyakua Makonda kutoka benchi na kumwambia aanze kupasha chapchapu kwa haraka na kuingia katika nafasi ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama hicho. Makonda akapokea kijiti kilichowahi kukimbizwa na akina Humphrey Polepole na Nape Nnauye. Kisha Makonda akaanza makasia ya hatari vibaya mno. Kwanza alianza ziara za kukijenga na kukisemea chama katika mikoa mbalimbali kwa kutatua na kusikiliza changamoto mbalimbali za wananchi. Kiufupi, zipo changamoto nyingi alizotatua, ikiwemo ile ya kutatua migogoro ya ardhi, vyombo vya usafiri pamoja na nyumba huko Bukoba, Kagera, Pwani, Morogoro na kwingineko. Baada ya uenezi, kituo kilichofuata ni ukuu wa mkoa wa Arusha. Alipokuwa Arusha, vyeo vikaanza kumkimbilia. Arusha akafanya vizuri, na moja kati ya alama ya kumbukumbu aliyoiacha ni mashindano ya magari aina ya Range Rover, tukio lililovunja rekodi iliyowekwa nchini Ujerumani ya mashindano kama hayo.
Hatimaye Arusha ikamnyanyua Makonda na kumshusha Mrisho Gambo aliyekuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini na kumtuma bungeni kuwasemea madukuduku yao. Kisha naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, nafasi ambayo alifanya vizuri sana, akamwaga mafedha kwa Taifa Stars kule nchini Morocco. Baada ya kumwaga mafedha kwenye akaunti za wachezaji wa Stars, aliporudi tu nyumbani, cheo cha kuwa waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kikamwita, naye akaitika, na mpaka sasa ndio anatumikia nafasi hiyo. Kwa kifupi, safari ya Makonda ni kama filamu ya msitu mrefu. Kila kituo ni tukio jipya, kila cheo ni sura nyingine. Alikokanyaga aliacha alama, alipoitwa aliitika, na alipotumwa akatenda. Leo akiwa waziri, ujumbe unabaki ule ule: kazi mbele, kelele nyuma. Na ukimuona bado anapiga makasia, usishangae. Kwa Makonda, bahari hubadilika, lakini mtumbwi hauwahi kusimama kamwe. Muandaaji wa makala hii ni Ateta Dylan. Msimulizi ni mimi Latifa Leonard. Tutapita kupitia ofisi ya mbunge kuwaona watoto, tutafuatilia kwenye shule, tutafuatilia rekodi zake, na tutakapojiridhisha hatutashindwa kushika au kuwashika mkono watoto hao ili tuwape tabasamu kama ambavyo Mungu ametuagiza, lakini pia kama ambavyo Daktari Samia anatamani kuacha tabasamu kwa Watanzania.